Bwana Yesu asifiwe. Na wasalimu katika jina la Yesu. Nayo furaha tena siku wa leo kuletea neno la Mungu. Naendelea na somo linalosema gharama ya mafanikio. Lakini kipengele kikubwa nitakachokiongea ni kipengele kinachosema ikibidi ujitenge. Ukitaka kufanikiwa, pale inapolazimu kujitenga, basi jitenge. Naposema kujitenga, manake yapo mambo ambayo hayawezi kufanyika au kufanikiwa katika maisha yako usipochukua hatua ya kujitenga. Kwa vipo vitu ambavyo vinahitaji uchukue hatua ya kujitenga, ndipo vinapoweza kufanikiwa. Na unaweza kujiuliza kwamba kwa nini mtu huyu au mhubiri anaongea kwa habari ya kujitenga? Naposema kujitenga, si kwa maana ya kwamba iwe ni desturi yako kufanya hivyo, lakini ninachotaka kusema hapo, unaweza kama umefanya jitihada kubwa aidha za upatanisho na adui yako au rafiki yako au ndugu yako, lakini mtu huyo hana mwelekeo wowote wa kutaka suluhu na wewe. Kwa hiyo mambo yako yanazidi kwenda mlama, mambo yako hayaendi. Sasa ikilazimu au inapobidi, jitenge kwa lengo la kufanikiwa katika maisha yako. Tasoma maandiko, nadhani utanielewa vizuri nikisoma maandiko na nitakapokuwa naendelea na ufafanuzi. Nitasoma kitabu cha Mwanzo 13 mstari wa 8 hadi wa 11. Nitaruka. Nitasoma mstari wa 14 hadi wa 16. Mstari wa 8 hadi wa 11, Biblia inasema, Abrahamu akamwambia Lutu, basi usiwepo ugomvi na kusihi kati ya mimi na wewe, wala kati ya wachungaji wangu na wachungaji wako, maana sisi tu ndugu. Je, nchi hii yote haiko mbele yako? Basi ujitenge nami na kusihi. Ukienda upande wa kushoto, nitakwenda upande wa kuume. Ukienda upande wa kuume, nitakwenda upande wa kushoto. Lutu akainua macho yake akaliona bonde lote la Yordani, ya kwamba lote pia lina maji, kabla Bwana hajaharibu Sodoma na Gomora. Lilikuwa kama bustani ya Bwana, kama nchi ya Misri hapo unapokwenda Sohari. Basi Lutu akajichagulia bonde lote la Yordani. Lutu akasafiri kwenda upande wa mashariki, wakatengana wao kwa wao. Mstari wa 14 inaeleza habari ya mafanikio sasa baada ya Abrahamu kutengana na Lutu. Mungu alifanya nini kwa Abrahamu? Bwana akamwambia Abrahamu alipokwisha kutengana na Lutu. Manake sasa Lutu alikuwa ni kizingiti cha Bwana kuzungumza na Abrahamu. Sasa alipokwisha kutengana na Lutu, Bwana akamwambia Abrahamu, akasema, inua macho yako ukatazame kutoka hapo ulipo, upande wa kaskazini na upande wa kusini na upande wa mashariki na magharibi. Manake sasa Abrahamu anapata maelekezo kutoka kwa Mungu moja kwa moja. Hiyo ni faida faida ya kujitenga. Sema gharama mafanikio, kafanya uamuzi. Lakini sasa naanza kusikia sauti ya Mungu. Mungu anampa maelekezo ya moja kwa moja nini ambacho anatakiwa kukifanya. Kwamba anamwambia kwanza, inua macho yako, kuna nchi iko mbele yako. Maana nchi hii yote uionayo nitakupa wewe na uzao wako hata milele. Kwa hiyo mwanzoni Ibrahimu alikuwa haoni nchi yoyote, haoni kitu chochote, kwa sababu tayari walikuwa na ugomvi na ndugu yake, wanagombana, wafanyakazi wake wanagombana. Lutu mwenyewe na Abrahamu hawaelewani. Kwa hiyo Mungu hawezi kuzungumza kwa sababu kuna ugomvi. Lakini mara baada ya Abrahamu kukubali kutengana na Lutu, ndipo anapoanza kupata maelekezo mbalimbali. Lakini anapata ahadi pia. Mafanikio mengine anayoyapata Abrahamu, tunaona kuna ahadi pale. Ahadi anayoahidiwa Abrahamu kwamba uzao wake utakuwa kama mavumbi ya nchi. Hata mtu akiweza kuhesabu mavumbi, ataweza pia kuhesabu uzao huo wa Abrahamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ninachoweza kusema kwamba vipo vitu ambavyo vimezuiliwa katika maisha yako, haviendelei, hakuna mafanikio yoyote katika maisha yako, kwa sababu tayari
una mgogoro na mwenzako. Sasa umejaribu kama nilivyosema mwanzoni utafuta suluhu, lakini unakuta mwenzako hana mwelekeo wowote. Unajaribu, unajitahidi na kujitahidi kwamba suluhu iweze kupatikana, uweze kuelewana na huyu mwenzako, muendelee na maisha vizuri, lakini unakuta kwamba hakuna. Kila ukijaribu hakuna. Kila ukijaribu hakuna. Kwa ndicho kilichotokea kwa Abraham. Na Biblia kwa kawaida imeandikwa kwa kifupi sana. Anaposema kulikuwa na ugomvi kati ya Abraham na Rutu, angeweza kuongea kwa mapana na marefu. Tungepata picha hapo. Angeongea kwa mapana na marefu tungepata picha. Lakini itoshe tu kusema kwamba kulikuwa na ugomvi wa wafanyakazi wa Abraham na Rutu, lakini kulikuwa na ugomvi kati ya Ibrahim mwenyewe na Rutu. Na maana kwamba kulikuwa na mambo mengi yanayoendelea hapo ambayo inawezekana Abraham aliyavumilia, lakini ilifika mahali akasema sasa mimi na wewe basi tutengane. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma mistari ya nyuma kidogo hapo, tunaambiwa kabisa kwamba Ibrahimu alikuwa tajiri wa dhahabu, wa fedha na mifugo. Kumbuka kwamba hicho kitu Ibrahimu alikuwa nacho. Lakini mwenzake pia alikuwa tajiri wa mifugo. Alikuwa na makundi ya ng'ombe, alikuwa na makundi ya kondoo, lakini alikuwa na hema pia. Lakini Biblia inatuambia kwamba ile nchi haikuwa tosha wote wawili kwa sababu walikuwa na mali nyingi. Kumbuka huyu alikuwa na dhahabu, alikuwa na fedha, lakini alikuwa na mifugo. Huyu mwingine alikuwa na makundi ya ng'ombe, alikuwa na makundi ya kondoo na hema. Lazima kutokee mgongano hapa. Ibrahimu alikuwa ni tajiri zaidi kwa sababu alikuwa anamiliki dhahabu na fedha. Kwa hiyo katokea mgongano, ile nchi haikuwa tosha. Na kama tulivyosoma katika Biblia, Biblia inatuambia kwamba Ibrahimu akasema ujitenge nami. Utakapoelekea upande wa magharibi, mimi nitaelekea kusini. Kokote utakako kwenda, mimi nitaenda kinyume na wewe. Ndivyo ilivyotokea. Kama tulivyosoma katika Biblia, Lutu akatumia akili za kibinadamu na macho ya kibinadamu, akaliona bonde la Yordani ambako kuna Sodoma na Gomora kule, ambako tunaambiwa kwamba kulikuwa na watu waovu na maovu mbalimbali yalikuwa yanaendelea pale. Akaona pale panamfaa. Ibrahimu akasema isiwe shida. Lakini Ibrahimu faida kubwa aliyoipata, yeye anaongozwa kwa ramani ya Mungu mwenyewe. Mungu anamwambia nchi unayoitazama hiyo nimekupa wewe na uzao wako. Kwa hiyo ndio faida kubwa ya kujitenga. Kujitenga ni gharama kama nilivyosema. Kwa mtu ambaye mmezoeana, mkaachana naye ukajitenga, ni gharama kubwa. Lakini sasa hakuna namna, kama huyu mtu amekuwa ni kizuizi cha mafanikio yako, lazima ujitenge. Kwa hiyo kujitenga, kama ulikuwa uelewi maana ya kujitenga, nifafanue kidogo kwamba ni kujiweka mbali na kitu, kukaa kando, kuachana na jambo ambalo unaona kwa namna moja au nyingine ni kikwazo kwako. Ndio maana ya kujitenga. Sasa unapoweza kujitenga, kama tulivyosoma hapo mwanzo, tunaona sasa kwamba sauti ya Mungu, faida ya kujitenga kama gharama kubwa. Faida kubwa ya kujitenga, Mungu anaanza kuzungumza na wewe. Sauti ya Mungu inaanza kusikika kwako. Mungu anaanza kukupa ramani ya maisha yako, kama alivyokuwa anatoa ramani ya maisha ya Abraham. Mungu anaanza kukuonesha vitu vizuri ambavyo viko mbele. Mungu anaanza kukuonesha. Hiyo ndio faida kubwa. Lakini nguvu za Mungu zinadhihirika kwako. Kimsoma Elia alipoamua kujitenga na kujikana kabisa, kwa maana ya kujihusisha na miungu bahari, Mungu akawa upande wake na nguvu za Mungu zikawa upande wake. Na hata walipokuwa wanafanya ibada kumthibitisha Mungu yupi ana nguvu, tunaona kisa kwamba Mungu wa Elia alionekana na nguvu zaidi, kwa maana ya kwamba aliweza kujibu kwa moto na kulamba mapipa yote ya maji yaliyokuwa yamewekwa katika madhabahu iliyokuwa imeandaliwa, wakati Mungu bahari yeye alishindwa kujibu. Lakini hata Yesu mwenyewe alipokuwa anazitafuta nguvu za Mungu,
alikuwa na kawaida ya kujitenga, kwa maana ya kwenda mlimani, anaenda kumuomba Mungu, anatafuta nguvu za Mungu pale. Manake upo wakati pia ambao alikuwa hawezi kuchangamana na wanafunzi wake. Alikuwa anahitaji utulivu zaidi ili Mungu aweze kuonekana zaidi kwake. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini amri 10 za Mungu zilipatikana baada ya Musa kujitenga. Amri 10 za Mungu zilipatikana baada ya Musa kujitenga, akaenda mlimani akawa naomba, ndipo Mungu aliposhusha amri 10 za Mungu. Kwa hiyo kujitenga sio kitu kigeni wala sio kitu kibaya. Lakini kuna viashiria ambavyo vinakulazimisha ujitenge. Si kila mahali unaweza kujitenga. Mwingine anaweza kusema kwamba labda mimi mwenzangu akinikwaza kwenye ndoa najitenga. Hapana. Simaanishi hivyo. Haki mwingine unaweza kutumia somo hili kama advantage ya kufanya uhalifu wako. Ukasema mimi mwenzangu akinikwaza ndani ya nyumba nitajitenga. Hapana, simaanishi hivyo. Lakini yapo maeneo ambayo yanakulazimisha ujitenge, ambayo hayakufungi, kwa sababu ndoa ni kitu ambacho kimefungwa. Yaani Mungu akishawaunganisha mmefungwa. Hamwezi kuachana mpaka kifo kiwatenganishe. Kwa hiyo sizungumzii kwenye upande wa ndoa kwamba pengine wanandoa wanalazimika kujitenga au kutengana baada ya kushindana. Kwenye kipengele kama hicho inakuwa ni ngumu sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa Biblia inajaribu kueleza iwapo yapo mazingira ambayo yanakulazimu kujitenga. Inajaribu kueleza, kwa mfano katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 5 mstari wa 11. Biblia inasema, lakini mambo yalivyo niliyowaandikia kwamba msichangamane na mtu aitwaye ndugu akiwa ni mzinzi au mwenye kutamani au mwenye kuabudu sanamu au mtukanaji au mlevi au mnyang'anyi. Mtu wa namna hii msikubali hata kula naye. Bwana Yesu asifiwe sana. Hayo ndio mazingira ambayo ikikulazimu unaweza ukajitenga. Kwamba vitu hivi vilivyotajwa, ulevi, unyang'anyi, ni vitu ambavyo, uzinzi, ni vitu ambavyo havikubaliki na haviwezi kuruhusu Mungu akawa katikati yako. Sasa yupo mtu ambaye pengine umejaribu kumshauri kwa Bwana, badili mwenendo wako katika maeneo 1, 2, 3. Lakini huyo mtu hakuelewi. Biblia inasema kwamba inakushauri kwamba usichangamane naye. Ujitenge. Hiyo ndio suluhu ya wewe kufanikiwa. Vinginevyo ukiendelea kuchangamana na mtu wa namna hiyo ambaye pengine unajaribu kumshauri kwamba ndugu yangu, ulevi sio kitu kizuri, unyang'anyi sio kitu kizuri, ufisadi sio kitu kizuri, kutoa na kupokea rushwa sio kitu kizuri, unajaribu kumshauri uzinzi sio kitu kizuri, hakuelewi. Sasa ukiendelea kuambatana naye, manake maisha yako ya kiroho yataendelea kuwa duni, hata maisha yako ya kawaida, hata uchumi wako utaendelea kuwa chini, kwa sababu kwa mfano unaambatana na mtu ambaye ni mlevi wa kupindukia. Ni mtu anayetapanya pesa mara kwa mara, anatumia pesa ovyo. Na wewe ni rafiki yake huyo mtu. Pengine anakukopa wewe hata fedha za kwenda kunywea pombe, anakukopa. Anakukopa fedha za kwenda kuhonga wanawake huko. Unafikiri mwisho wa siku maisha yako yatakuwaje? Manake hutafanikiwa. Kumbe huna budi, lazima ujitenge na mtu wa namna hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitabu cha Misali 20 mstari wa 3. Biblia inasema mtu kujitenga na ugomvi ni heshima kwake, bali kila mpumbavu ataka kugombana. Kwa hiyo wakati mwingine tunasema kwamba kujitenga, mtu anapojitenga kwake mtu huyo inakuwa ni heshima, kwa sababu ulizoea pengine ugomvi, lakini ukawa umegundua kwamba ugomvi hauna tija, hauna faida yoyote, ukaamua kujiweka pembeni, ukaamua kujitenga. Biblia inasema kwamba kwako wewe inakuwa ni heshima. Watu walizoea kukuita mgomvi, mkorofi, lakini ukaamua sasa kwa mimi sitaki kuendeleza
mambo hayo, Biblia inasema kwamba inakuwa ni heshima kwako. Unaheshimika na jamii, unaheshimika na ndugu zako na jamaa, kwamba wewe inakuwa ni heshima kwako. Kitabu cha Misali 17 mstari wa 14, Biblia inasema kwamba mwanzo wa ugomvi ni kama kutoboa penye maji, basi acheni ugomvi kabla haujafurika. Kwa hiyo ugomvi unapokuwa unaanza ni kama vile unatoboa kwenye tundu au mfereji, unachimba mfereji kutoka mtoni. Unategemea nini? Kinachoweza kutokea pale ni maji kufurika kwenda nchi kavu. Kwa hiyo Biblia inashauri kwamba kabla au ugomvi haujapamba moto, acheni ugomvi kabla haujafurika. Kwa hiyo ugomvi ukifurika, manake hakuna mafanikio kwako. Utatumia muda mwingi sana kufikiria kwa habari ya ugomvi. Kumbe ujitenge kabla ugomvi haujapamba moto. Ujitenge kabla ugomvi haujapamba moto. Acheni ugomvi kabla hujafurika. Misali 17 mstari wa 19, Biblia inasema apendaye ugomvi hupenda dhambi. Yaani mtu yeyote anayependa ugomvi, anashabikia ugomvi, mtu huyo anapenda dhambi. Manake moja kwa moja mtu mgomvi ni mtenda dhambi. Kwa hiyo kwa nini usijitenge? Kwa nini uingizwe katika watu wanaopenda dhambi? Kwa nini usikae pembeni ukajitenga na ugomvi? Sawa, anayependa ugomvi anapenda dhambi. Sasa dhambi sio kitu kizuri. Bora ujitenge, uachane na ugomvi. Maisha yako yastawi, maisha yako ya kiroho yawe ni maisha mazuri yenye kustawi, uchumi wako uweze kustawi, kwa sababu ukiwa mgomvi ina maana hata kwenye biashara huko tayari utakuwa na bifu na watu. Kuna watu utakuwa uelewani nao kwenye shughuli zao za uchumi, zako za uchumi, uelewani na watu. Sasa kwa nini ufanye mambo yote haya? Bwana Yesu asifiwe sana. Kitabu cha Waefeso 4 mstari wa 31, Biblia inasema ondoeni kabisa chuki yote, ghadhabu, hasira na ugomvi na matusi, pamoja na kila aina ya uovu. Bwana Yesu asifiwe. Chuki. Ukikuta kwamba mtu anakuchukia, ana chuki na wewe, umefanya jitihada za kujipatanisha na huyo mtu, bado shetani amemkalia, umefanya jitihada zako zote. Na tunatakiwa tusikate tamaa, tuendelee kufanya jitihada kwa maana ya kumuombea. Lakini umefika pointi ya mwisho, umefanya jitihada zako, lakini mtu huyo hakuelewi, anaendelea kuchukia. Kwa usalama wako wa maisha yako ya kiroho, maisha yako ya kiuchumi, kaa pembeni. Kaa mbali na mtu wa namna hiyo mpaka Mungu atakapokupa mwongozo tena namna gani uweze kufanya ili muweze kuendelea tena na maisha kama ulivyozoea hapo mwanzo. Lakini kama hakuna mwongozo wa Mungu, kaa mbali na huyo mtu. Mtu ana ghadhabu, ana hasira na wewe bila sababu za msingi, hujapata mwongozo wote kutoka kwa Mungu, nini ufanye? Kaa mbali, jitenge. Jitenge na watu wenye ugomvi, jitenge na watu wenye matusi, pamoja na kila aina ya uovu. Kwa hiyo utafanikiwa, utayaona mafanikio katika maisha yako. Maisha yako ya kiroho yataendelea kustawi. Hata maisha yako ya kawaida, maisha yako ya kiuchumi yataendelea kustawi. Familia yako itaendelea kustawi. Ndoa yako itaendelea kustawi. Kila kitu katika maisha yako kitaendelea kuwa vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Nimalize kwa kusema kwamba Mungu anataka tuishi maisha ya amani. Hicho ndio kitu anachokitaka Mungu. Kwa kila mmoja ajitahidi kwa hali na mali kuhakikisha kwamba anaishi maisha ya amani. Na moja ya gharama kubwa ili uweze kuipata amani ni kujitenga pale inapobidi. Jitenga na makundi maovu, watu waovu ambao wanapenda kuendeleza migogoro. Hawataki migogoro ifikie mwisho, hawataki suluhu.
hao watu ambao hawataki suluhu, hata ukilazimisha kwa namna gani kwamba unataka suluhu na wao, lakini wao hataki suluhu na wewe, jitenge mpaka ambapo Mungu atakupa mwongozo mwingine nini uweze kufanya. Wewe kaa pembeni, kwa sababu hujapewa mwongozo na Mungu kwa wakati huo nini kifanyike. Ukifanya hivyo utakuwa na amani, maisha yako yatafanikiwa kama nilivyosema, kiroho utafanikiwa, kiuchumi utafanikiwa, kifamilia utafanikiwa, na utafanikiwa kwa kila jambo ambalo utakuwa unalifanya, kwa sababu amani ya Mungu itakuwa inatawala katika maisha yako. Na kama amani ya Mungu inatawala katika maisha yako, manake Mungu anakuwa upande wako. Sema Mungu akubariki. Asante kwa kunisikiliza. Naamini haya niliyoyazungumza, miongoni mwa yale niliyoyasema, utayachukua na utayafanyia kazi. Kweli niseme kabisa kwamba ukiendeleza ugomvi, ukiendeleza marumbano, Mungu hayupo kwako, na kibali cha Mungu hakipo kwako, na uwezi kufanikiwa. Naamini umenielewa. Mimi nikutakie wakati mzuri.